Tanzania, salamu kwako. Nafikiri huu mzima ni heri kabisa na amini. Bwana, leo tunataka tuzungumze kuhusu hili neno amani. Neno amani ni neno ambalo linahitajika sana bila shaka kila nchi. Hata kama uende bara lipi, amani wanaitaka. Lakini amani inapatikanaje bwana? Amani sio haipatikani kwa vikao wala kwa mashauriano. Asilimia kubwa hivyo ukiona vikao na mashauriano na nini kuhusu amani, ujue amani imepotea pale, haipo. Lakini sisi wa Tanzania amani yetu nafikiri ilikuwepo. Mungu ametujalia kuwa na amani. Nafikiri hatujakaa hata mabaraza sana kusema kwamba tuweze kuileta amani. Tunakaa mabaraza kusisitiza kuendelea kuidumisha amani. Ndicho hicho wa Tanzania tulicho nacho. Na ukiangalia asili ya amani yetu sisi hatujaitafuta, ila Mungu ametupa kama kipaji au kama zawadi. Ukiangalia jina letu Tanzania hili lina maelezo fulani ambayo kwa namna fulani ni kama wale waliokaa na kuweka huu muungano wa kusema kwamba Tanganyika kujumulisha Zanzibar. Bwana, kupitia hili jina Tanzania ambalo limetokana na majina mawili ya hizi nchi, inakuwa kama vile kulikuwa na mafunuo ya hao watu kutengeneza hili jina. Maana ukiangalia hapa Tanzania, hizi herufi zote zina maelezo hapa. Tunakwambia kwa ujumla kwamba tambua amani ni zawadi asilia nzuri iliyo adimu. Hivi ni nani asiyeipenda amani? Amani sio kitu rahisi cha kusema kwamba tutakaa leo tutaweka tukubaliane tufanye tupate amani. Amani hapana, sio ya hivyo. Amani ipo. Mkishakuwa nayo kwanza amani, mnatakiwa sasa mtumie akili kuidumisha. Amani inadumishwa. Haijengwi wala hainunuliwi. Ikishapotea tu amani, maana yake kuirudisha tena ni kazi ngumu. Hiyo ndio itakayokuwa kazi ngumu sana. Lakini sasa Watanzania tuna bahati. Tuna kazi moja tu. Tuidumishe tu amani. Kazi kubwa ni kuilinda, kuidumisha. Ukiangalia hapa kwenye hii herufi ya kwanza kuna onyo. Yaani tambua maana yake fikiria vizuri. Fikiria vizuri. Ukifika hapa zawadi, hii herufi ya katikati ya zile zawadi. Zawadi maana yake ni kitu cha bure. Yaani mtu amekupa, amefurahishwa tu na wewe akakupa zawadi. Hapa kuna hili neno hili asilia. Asilia maana yake ni kitu ambacho kilikuwepo, kimetolewa tu na Mungu kikawepo. Hii ndio asili ya amani yetu. Mungu alitupa. Hatujaitafuta. Hatujakaa kikao kuijenga amani ya Tanzania. Amani ya Tanzania tumeikuta. Viongozi wetu waasisi wa taifa hili waliweka mfumo ambao utaendelea kuilinda amani na kuifanya iwepo. Sisi ndio jukumu letu kuendeleza mifumo kama ile pale. Tukiangalia majirani zetu walio wengi wanapumzika Tanzania kwa sababu ni mahali ambapo peke yake pametulia. Huo ni mbaraka wa pekee sana. Na ni mataifa machache sana katika Afrika Mashariki na katika Afrika kwa ujumla yanayobeba wageni kama sisi wa Tanzania tunavyowabeba wageni wa nchi jirani. Wengine mpaka wamekuja wakapewa na uraia kwa sababu ni mahali ambapo panakubalika. Pana kitu gani? Pana hiki hapa, amani. Amani ni zawadi ya namna gani? Amani ni zawadi iliyo, yaani msisitizo kabisa katika dini ya Tanzania. Amani ni zawadi iliyo nzuri, yaani nzuri ni kitu ambacho kinakufurahisha kabisa. Adimu. Manake ikipotea kuirudisha ni shughuli ipo. Kwa hiyo Mtanzania, lisha kabisa ubongo wako, lisha akili yako, jipange. Hii amani tuendelee kuwa nayo. Tulipokea bure tu, hatujatoa gharama. Tunayo. Ni wengi wanaotamani sana kwamba tuipateje amani. Lakini amani ikishapotea kuja kuipata au kuirudisha ni ndoto ya usiku wa manane ambayo
haiwezekani tu. Kwa hiyo jambo kubwa sana Mtanzania ni kuangalia kwa makini kinachotakiwa ili kuidumisha amani, ni kutambua thamani yake. Thamani ya amani ni ipi? Thamani ya amani, kwanza, amani inakuwezesha kufanya kazi zako bila wasiwasi. Amani inakupa muda wa kustarehe. Kunapokuwa na amani bwana, unaweza kusema ndio leo ngoja niende nikapige story huko kwenye gahawa, maana hakuna shaka. Unapokuwa na amani unajisikia tu leo ni kesho nataka nisafiri niende Mbeya. Hakuna kizuizi, hakuna kipingamizi. Hiyo ndio amani. Kwa hiyo amani yetu sisi wa Tanzania tulipokea tu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hatujaitafuta, hatujainunua, hatujatoa gharama yoyote kwa ajili ya kuipata amani. Tumeipokea tu kutoka kwa waasisi wa taifa hili, amani ikawepo. Sasa wito wangu ni kwamba kwa namna yoyote ile Mtanzania, usikubali ukaingia mkenge wa kuanza kuleta vurugu. Maana hiki kitu kinaondolewa na kitu kinachoitwa vurugu peke yake. Vurugu na mapigano, adui mkubwa sana wa amani. Na hawa wataifanya amani yetu ipotee na hatutaheshimiana tena Tanzania. Mkishapigana manake hata hamtaheshimiana tena. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba Mtanzania, tumefika mbali sana. Leo ni miaka zaidi ya 60. Miaka kama 60 na zaidi hivi tangu Tanzania iitwe kuwa taifa huru. Lakini amani bado tunayo, tunajitahidi kwenda nayo. Japokuwa kuna maneno mengi ya hivi na hivi na hivi, lakini tujitahidi sana maneno yaishe, lakini amani iwepo. Huo ndio wito wangu wa pekee. Na jambo lingine ambalo mimi nataka kusisitiza ni kwamba unapokuwa raia, fahamu wajibu wako ni kutii tu sheria. Hakuna sababu ya mivutano. Mivutano ndio hiyo itakayoleta migongano, na migongano ndio hiyo itakayoleta mabishano na vurugu sasa. Kwa hiyo Tanzania, nafikiri kila Mtanzania anahitaji kuwa na amani. Kila Mtanzania anahitaji kuwa na maskani yake. Kila Mtanzania ana nyumbani kwake na ana watoto wake. Bila amani huwezi kufurahia hata watoto, huwezi kumfurahia hata baba, hata bibi. Lakini kunapokuwa na amani, bibi atafurahi, mtoto wako atakufurahia, umetokea safari, umetoka sokoni, watakupokea, watakulaki kwa shangwe, maana hakuna shida, hakuna mtikisiko kwenye nchi yako. Hii amani tuliachiwa na waasisi wa taifa mara ya kwanza, lakini tuendelee pia kuidumisha. Mpaka watoto wetu tuwafundishe tu nidhamu ya moja kwa moja ili kuilinda amani na kuidumisha. Nafikiri tuendelee kukutana kwenye hizi makala. Mimi nitakuwa ninakuletea vitu vingi sana ambavyo vitakusaidia sana Mtanzania, kukujenga katika ubongo wako na kukufanya uendelee kuishi kama ulivyokuwa unaishi. Mtanzania, usikubali kuyumba kwa maneno wala kwa kitu gani kingine. Tuzingatie kitu hiki hapa kinachoitwa amani. Na amani, jina letu linaizungumzia moja kwa moja amani, na linazungumza mpaka linamaliza kabisa. Unapotamka Tanzania, unajua kwamba unaongelea furu kuhusu amani. Kwa hiyo Mtanzania, unapokuwa Mtanzania ni kama umebahatika vile. Sasa naomba Mtanzania yeyote mahali popote ulipo, tuzingatie tu yale yanayopasa tufanye, yanayompasa kila binadamu mwenye akili timamu. Lakini kikubwa sana, mlengo anayetakiwa awekwe kwa tahadhari kubwa ni amani. Tuishike kama tunavyoshika yai la kuku. Ukisafiri na yai la kuku, nafikiri utatega hata mgongo wako, kwamba pikipiki ikiyumba mgongo utangulia, lakini yai libakie juu. Mimi ndio nashauri kwamba mfumo wetu wa kuidumisha amani na kuilinda tufanye hivyo, tuiweke kipaumbele, tusikubali vurugu, mabishano wala kitu kingine kinacholenga kugonga amani ya Tanzania. Amani ya Tanzania idumu na izidi kudumu na milele. Asante.